Kwanza shukrani kwa kiongozi wetu hapa Pwani, Hisham Mwidau, ambao nilikuwa na baba yake katika bunge hapo mbeleni, na wazee wetu kwa jumla, Sheikh Ngao, Juma Ngao, na viongozi kutoka vitongoji hapa Mombasa. Hii mkutano ya leo haikuwa mkutano yangu, si ya kutoa hotuba. Tulitaka kwamba sisi kama Linda Mwananchi tujue wananchi wanasema nini, wazee wanasema nini. Na tumepata mambo mingi, na pia tumeeleza shida ambazo zinakumba Pwani. Kwa hivyo mimi nimeridhika na mkutano yetu ya leo, na nataka niseme kwamba kama Linda Mwananchi sisi tutaendelea kufanya kazi na viongozi wa Pwani, na shida za Pwani tumeelezwa kwa urefu, na tunatoka hapa tukijua ya kwamba ukizungumzia mambo ya Pwani kuna mambo ya ardhi ambao bado inatatiza Pwani, kuna mambo ya ajira ambao bado inatatiza Pwani, na unajua Pwani ina investments nyingi sana ambazo zinakuja Pwani kwa utalii na haya mafactories ambayo tunaona, lakini watu bado hawapati ajira. Ya tatu, mambo ya dawa ya kulevya pia tumeongea mambo ya elimu, lakini muhimu kwa Linda Mwananchi ya kwamba hizi matatizo ambao zinakumba watu wa Pwani na Kenya kwa jumla, dawa yake ni kupeleka serikali ya UDA nyumbani. That's the bottom line. That is the bottom line. Na kutoka jana nimeshangaa, lakini nimeshangaa kwa furaha ya kwamba Pwani is one term. Kila mahali nimeenda ni one Harambee, one term. Hapa ni one term. Na ya pili kwamba watu wa Pwani wanataka tujumuike pamoja katika upinzani. Mambo ya kupeleka Ruto nyumbani isiyo ya saa za jioni, tupige kura na asubuhi mapema tayari tunapisha uongozi mpya na serikali mpya katika Jamhuri ya Kenya. Na mimi tumesema ya kwamba tutarudi hapo Pwani. Kesho tuko Kwale, tukimaliza safari ya Kwale tutarudi twende Lamu, Kilifi, Taita Taveta, Tana River, na twende mashinani, na Mombasa twende katika ward, kila ward tufike tuzungumze na wananchi. Kwa hivyo hayo ndio naweza kusema. Nataka aweke aseme. During Ahero declaration, you have not come out openly, clearly to understand it. Hiyo mimi waacha mambo ya Ahero, wazungumzie mambo ya Pwani. Nadhani sitarudia yaliyosemwa. Kwanza ni kushukuru wazee ambao wako hapa. Hawa wazee unaona hapa ni wazee ambao walisimama na party leader wetu Raila Amolo Odinga. Na jana nilisikitika sana kumuona ule leader mwingine wa Linda Tumbo akisema ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto anafaa kuwe benevolent dictator. Nilistuka sana na nikasikitika sana. Sisi chama chetu cha ODM tulipigania uhuru katika nchi yetu, tulipigania demokrasia katika nchi yetu, tulipigania katiba mpya ambayo ina provide for public participation. Na ndio maana unaona party leader wetu wamekuja hapa mambo ya public participation ili tusikize mambo ya watu. Ile nitasema tumeelewana, kwa sababu umeona kweli wale watu wetu ni kama network imewapoteza. Chama cha ODM inaweza sema mtu akuwe dikteta jameni wa Pwani.
Yawezekana. Yani ni uchungu sana. Lakini ile ningesema sisi kama wapwani na sisi watu kama Linda Mwananchi tumemandate Mheshimiwa James Aggrey Orengo ambayo ndio party leader wetu. Unauliza mambo ya declaration. Tumesema Mheshimiwa Orengo aende akuwe glue katika opposition yote katika nchi yetu. Akae chini na Kalonzo Musyoka, akae chini na Matiang'i, akae chini na Eugene Wamalwa, akae chini na Gachagua, akae chini na Edwin Sifuna, ili tutengeze one indivisible government ambayo inakuja. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awe na nyinyi. Okay. Wamerudia. Pengine nitasema hiyo kwa kimombo. I was surprised and shocked that our brother Oburu, who comes from a political family, which has fought for democracy and is in a party whose name bears the word democracy, would invite Ruto to be a benevolent dictator. As if already Ruto is not a dictator. You have heard about extrajudicial killing, abductions, but now it is a shock and a tragedy for somebody who is in the parliament, and more particularly in the Senate, and has taken oath in parliament on the basis of the democratic constitution that we have, Constitution 2010, to invite a president already who is authoritarian to be a benevolent dictator. We had said before that these characters, they have sold the party to Ruto. Otherwise, he would not be inviting Ruto to be a benevolent dictator. And I want to tell them and their ilk, Kenya will never be a dictatorship in our lives by rule of the law or the constitution. Kenya will never go to the authoritarian days that brought detentions without trial and many other things that confronted the nation. So I hope that Kenyans now see where we are coming from as people who are in ODM, and you have a leader there talking about dictatorship. That shows why I'm the de facto leader of the party called ODM. Yeah. Why cost, and also if you can comment something you're saying all the government machineries. We have started in the coast because Linda Mwananchi is a national movement. It's not a travel movement. And I'm trying to appeal to everybody, more particularly as in Linda Mwananchi. Nobody should drag us to make Linda Mwananchi be seen like a tribal arrangement. We don't want a tribal arrangement. It's a national movement. And the coast has always been important in the national movement to bring change in the country. In Olkalau, we wish the people of Olkalau a peaceful election. And we're telling people in Olkalau, don't vote for UDA. Don't vote UDA. Vote for the party of the moment in Olkalau, which stands with us in the opposition to bring about change in the country. Thank you. Tusubirie chama kwa muda gani? Nisikia kuna mikakati ya Linda Mwananchi kufungua chama rasmi. Labda after how long? Watch this space.